Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye channel yetu hii pendwa. Asante sana, na wapenda pia. Pasipo wewe hapana kilichosadiki wala kitakatifu. Utuzidishie neema yako, tupate kuyatimiza mapenzi yako pasipo kizuio. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana, anaishi na mtawala katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Enyi wafalme, sikilizeni. Enyi waamuzi wa miisho ya dunia, sikilizeni. Sikieni ninyi mtawalao watu wengi, na kujisifia umati wa mataifa. Kwa maana mlipewa ufalme zenu na Bwana, na milki zenu na aliye juu, ambaye atazichunguza kazi zenu na kuyahojihoji mashauri yenu. Kwa sababu kisha kuwa wakuu wa upande wake hamhukumu kwa adili, wala kuishika torati, wala kulifuata shauri la Mungu. Yeye atawajia ghafla kwa mtisho, madhali hukumu bila huruma kuwaangukia wenye cheo, mradi mtu mnyonge aweza kusamehewa katika rehema, bali wakuu watadumishwa hasa. Kwa kuwa Bwana mfalme wa wote hatajizuia kwa ajili ya mtu yeyote, wala hajali ukuu, kwa sababu ndiye yeye aliyewafanya wadogo na wakuu pia. Naye huwazingatia watu wote pasipo upendeleo, walakini uchunguzi ulio halisi huwajilia wenye uwezo. Kwa hiyo, enyi wafalme, nawaambia ninyi maneno yangu, ili mjifunze hekima, msije mkapotea njiani. Maana wale waliotunza kwa utakatifu mambo yale yaliyo matakatifu watahesabiwa kuwa watakatifu wenyewe. Nao wale waliofundishwa hayo wataona neno la kujitetea. Basi fanyeni shauku ya maneno yangu, yatafuteni, na kwa malezi yake mtapata adabu. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Luka.
wenye ukoma wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Ee Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wao wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Mahujali katika matumaini. Napenda kwanza kabisa kumpongeza sana wazazi wangu na mkurugenzi wa kituo cha Amani kwa jitihada na shughuli zote zilizofanyika ambazo leo tunazibariki. Hongera sana. Hongereni sana masista na vijana wote mnaokaa huku kwa kazi nzuri mnazozifanya. Dada Priska alinikaribisha vizuri sana leo, nashukuru sana. Basi Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wanakesha bure. Kumbe napenda kuongeza pia wazo la kubariki nyumba, kubariki zote na kubariki hiki kanisa. Lakini baraka zitazidi kuendelea kwa sababu tutaibariki pia altari. Na baadaye tutaibariki tena tabernakulo. Kwa hiyo ni wazo zuri kwamba Mungu akaribishe kwanza na aweke baraka yake katika majengo haya kabla ya sisi kuanza kuyatumia. Ni jambo zuri sana. Kanisa tumekibariki. Kanisa maana yake nini? Kanisa lina maana, neno kanisa lina maana mbili. Maana ya kwanza ni sisi sote tuliobatizwa. Sisi ndio wana kanisa wenyewe kwa asili. Maana yake kama tusingekuwepo sisi, tusingelikuwa na sababu yoyote ya kujenga hili kanisa. Kumbe kanisa kabisa la kwanza ni sisi wenyewe sote tuliobatizwa. Sisi ndio wana kanisa. Kwa hiyo sisi wana kanisa tunapotafuta sehemu nzuri ya kusalia, ndio tunajenga jengo ambalo tunaliita kanisa. Hiyo ndio maana ya pili ya neno kanisa, yaani jengo.
Kwa hiyo maana ya kwanza ni sisi waamini wenyewe tuliobatizwa, na maana ya pili ya kanisa ni jengo ambalo linatumika kwa ajili ya sala na kumwabudu Mungu. Baada ya kubariki zile nyumba na groto na kanisa hili, nikimaliza mahubiri haya tutaanza kubariki altari. Tutabariki altari, na altari ni meza ambayo inatumika kwa ajili ya kuadhimisha mafumbo matakatifu, yaani misa takatifu pamoja na ibada nyingine za kanisa. Tunakumbuka meza hii ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alitolea sadaka yake pale msalabani. Kifo chake msalabani ndio chanzo na asili ya ibada ya misa takatifu ambayo tunaendelea kukumbuka sadaka ile aliyotolea kwa ajili ya wokovu wetu. Kumbe altari tunaibariki kwa sababu ndio meza ambayo tutaitumia daima kwa ajili ya kuadhimisha mafumbo matakatifu ya ibada ya misa takatifu, tutakapokula na kula mwili wake na kunywa damu yake. Na tutabariki tabernakulo baada ya sala ya Bwana. Tukiendelea na misa, tutakapomaliza sala ya Baba Yetu, ndipo tutaibariki tabernakulo. Namna ya kuibariki altari ni kwamba kuna sala nitakazosali hapa altarini, na ni vizuri kwamba hakuna mshumaa wala kitambaa kilichotandikwa kwa sababu haijabarikiwa. Kwa hiyo nitasali sala ya kubariki altari, na nikishamaliza hiyo sala nitanyunyizia maji. Nikimaliza kunyunyizia maji, nitafukizia ubani, na mara nikimaliza kufukizia ubani, wale wanaoshika tetezo na ubani basi watanifukizia mimi ubani wakati wa maadhimisho ya misa. Lakini hata kama kusingelikuwa na hostia takatifu zinazobaki, lazima wakati wote sasa kuwepo na ekaristi takatifu pale kwenye tabernakulo, kwa sababu ya kwanza ya kuwepo na tabernakulo ni kumwabudu Yesu wa ekaristi takatifu. Ndani ya tabernakulo kutakuwa na ekaristi takatifu, na ndani ya ekaristi takatifu yupo Yesu mwenyewe. Ndani ya ekaristi takatifu yupo Yesu mwenyewe. Kwa hiyo tulipoingia hapa kanisani hatukupiga magoti, kwa sababu hakukuwa na sababu ya kupiga magoti. Ila kuinamia msalaba ilikuwa ni lazima, kwa sababu tunainama kwa ajili ya msalaba, lakini tunapiga magoti kwa ajili ya ekaristi takatifu. Na nimesema izimwe kwa sababu hatujaweka ekaristi takatifu. Nashangaa inawaka taa. Hiyo taa inawashwa baada ya kuweka ekaristi takatifu ndani ya tabernakulo, kuonyesha kwamba yupo Yesu ndani ya tabernakulo. Ndugu wapenzi, jumuiya yetu inafurahi sana inapokutanika kubariki altari hii, tukiwa na mioyo iliyoinuliwa na ibada hii. Tunamwomba Mungu ili matoleo ya kanisa yatakayowekwa juu ya altari hii yaangalie kwa wema na awapokee watu wake kama dhabihu ya daima.
Utukuzwe e Bwana Mungu wetu, ambaye ulipokea sadaka ya Kristo iliyotolewa juu ya altare ya msalaba kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu, na kwa upendo wa kibaba unawaita watu wako kuadhimisha ukumbusho wake katika meza yake. Basi e Bwana, tunakuomba uitazame altare hii ambayo tumeijenga kwa ajili ya kuadhimisha mafumbo yako, iwe kiini cha masifu yetu na shukrani. Iwe altare ambamo tunatolea sadaka ya Kristo katika fumbo. Altare hii iwe meza ambamo tutamega mkate uletao uzima na kunywa kikombe cha umoja. Altare hii iwe chemchemi ya maji ya wokovu yasiyokoma. Hapa tumkaribie Kristo, jiwe lililo hai, na ndani yake tukue tukiwa hekalu takatifu. Na juu ya altare ya moyo tutolee sadaka itendezayo utukufu wako, inayofanywa kwa utakatifu wa maisha. Sote tujibu: atukuzwe Mungu milele. Atukuzwe Mungu milele. Sasa altare ifutwe na kutandika vitambaa kwa matayarisho ya matoleo. Ee Bwana Mungu,
kwa furaha tunaweka juu ya altare yako vikombe hivi na patena hii kwa ajili ya kuadhimisha sadaka ya Kristo ya Agano Jipya. Vyombo hivi vitakatifuzwe, kwani humo mwili na damu ya mwanao vitatolewa na kuliwa. Tunakuomba Bwana, tunapoadhimisha sadaka isiyo na doa hapa duniani, tutiwe nguvu mpya na kujazwa Roho wako kwa sakramenti zako, hadi tupate kushiriki karamu yako pamoja na watakatifu katika ufalme wako. Utukufu na heshima ni vyako milele. Sote tunajibu, atukuzwe Mungu milele. Atukuzwe Mungu milele. Bwana awe nanyi. Bwana Mungu wetu. Tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote. Ee Bwana Baba uli mtakatifu, kwa njia ya mwanao mpenzi Yesu Kristo, neno wako ambaye kwa njia yake uliumba vitu vyote. Vivyo hivyo baada ya kula akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye channel yetu hii pendwa. Asante sana, nawapenda pia.